Kitu ambacho wamama hawawezi kuwafanyia watoto wao kamwe ni kuwakatia tamaa. Mimi nilianza shule nikiwa na umri mdogo kuliko wanafunzi wote darasani. Ninaenda kumaliza chuo nikiwa miongoni wa watu wenye umri mkubwa darasani. Marehemu mama aliplay part kubwa sana kunisaidia kufika mpaka nilipo sasa hivi. Nilianza sekondari mwaka 2010. Nilipofika form 3 kwa mara ya kwanza nimemliza mama yangu, nilimletea matokeo mabaya sana. Kwa mara ya kwanza nimuona akilia baada ya kuitazama 0 kwenye matokeo yangu. Na kitendo cha kumuona mama analia kilinifanya niichukie elimu. Mama akasema huwezi ukaenda form 4, huwezi ukafanya mtihani wa form 4 ukiwa na matokeo kama haya, utaniaibisha. Kwa hiyo alichofanya alinihamisha shule alafu akanirudisha form 2. Maana toka form 3 itakiwa niingie form 4, nikarudi form 2 miaka 2 nyuma. Nikaendelea kufanya mtihani nikamaliza form 4. Nimesoma mwaka wa kwanza form 5, masomo magumu, masomo ya advance ni magumu. Mama mdogo akaja kunitembelea. Tunaongea naye akaniona nalia. Unalia nini mwanangu? Nikamwambiaje, mimi sitaki kuendelea na shule, nataka nikaimbe muziki, nataka ni pursue music. Baba akapigiwa simu, nikaongea naye, baba mimi sitaki kusoma, nataka kufanya muziki. Hicho ndo ninachokitaka. Sawa, mpe simu mama yako mdogo. Wakakubaliana na mama mdogo kwamba kama hataki mwache ni yeye, ila mama mdogo alinipambania. Akasema, baba, haiwezekani tumwache mtoto akipotea hivi hivi. Mimi nitamshauri mpaka aendelee na masomo. Endelea na elimu, faida ni hivyo. Nahisi mamako atajisikiaje? Mamako atajisikia vibaya sana. Mamako atajisikia vibaya sana ukiailisha, ukiishia hapo kwenye masomo yako. Atajisikia vibaya sana. Nikapambana, nikasema ngoja tu nimalize form 6, nikimaliza form 6 nitafanya muziki. Nikamaliza form 6, nikafaulu kwenda FM. Nimeenda FM nikasoma nikiwa nafanya muziki. Nimeenda FM nikasoma nikiwa nafanya muziki mwaka wa kwanza, nikasoma mwaka wa pili, nikafeli. Nikaamua kubaki kule kule, na ni kwa mara ya kwanza naisema hii, sijamwambia mtu yote, hata mtu wa karibu sikumwambia, sijamwambia mtu yote wa karibu. Lakini nilifeli mwaka wa pili, nikaendelea kuishi kule, natumia hela ya matumizi, wanajua nipo chuo lakini sikuwa chuo, nilikuwa nafanya tu muziki. Mwaka wa 3 ulivyoisha, nikaamua kurudi nyumbani. Nilivyorudi nyumbani nikakaa, ikabidi niwaambie nimefeli. Mwaka wa 3 nimedisco, siwezi kupata cheti wala siwezi kugraduate. Mama tena nikamliza kwa mara nyingine, lakini hakunikatia tamaa, hakuwahi kunikatia tamaa hata siku moja. Akatulia, akaniuliza unataka kufanya muziki? Ndio. Haya, utaishi wapi ukirudi? Utapanga nini? Producer wako nani? Huyu hapa. Unaishi? Akawa ameshafunguka kwamba basi elimu imemshinda. Akawa anafikiria yale matokeo yake, matokeo yangu ya nyuma. Anasema basi kijana wangu elimu imemshinda, ngoja afanye tu kitu kingine. Nikakaa mwaka mzima, nikafunga siku 240. Baadaye mama akaniita tu akaniambia kwamba mimi ninaamini kabisa wewe utafaulu. Naamini muziki, utafanikiwa kwenye muziki, na naamini utafaulu masomo, utafanya muziki, sisi tutakugharamikia gharama yote. Mimi nipo lazima kufanya chochote mradi ufanikiwe kwenye kitu unachotaka kukiishi duniani. Moyo tu kaa open. Nahisi kwa sababu ya ule mfungo. Ila baada ya kuona mama bado ana imani na mimi, nikaanza sasa kuachukulia yale mateso ambao nilikuwa naona mama anapitia kuhusu masomo yangu, nikaanza kuyafikiria in positive kwamba ngoja nisuluhishe hichi kitu, ngoja nifanye kitu kwa ajili ya mama, nifanye kitu kwa ajili ya mimi mwenyewe, kwa sababu nilianza kujitambua mwisho wa siku. Nikarudi chuo
CBE mwaka wa kwanza nikapata GPA ya 3 point something, nakumbuka 3.7. Semester ya pili nikapata GPA ya 4.3, nikapata GPA ya 3.8. Semester ya pili nikapata GPA ya 4.7. So far nipo kwenye semester imekatishwa katikati. Masomo ya semester ya kwanza yamekatishwa katikati kwa sababu ya msiba wa mama ambaye amenipambania tokea nilivyoanza kuwasimulia story. Nahisi mmesikia jinsi mama alivyonipambania. Sijampa matunda ya kila kitu, muziki bado sijafanikiwa. Still kaondoka hajaona hata cheti changu chenye degree. Hivyo vote Mungu kamchukua, hivyo vote sijafanikiwa kumuonesha mama yangu. Lakini naamini kwamba Mungu ana mipango yake na Mungu ametimiza ahadi yake. Kamchukua, maisha yanaendelea. Mungu anijalie maisha bora.